ni HIV, huyu mtoto anaweza akaipata direct. Kama ni tetanus, kama ni vitu vingi, anaweza magonjwa mengi anaweza akaenea kupitia huo utolewaji meno wa kienyeji. Death in serious cases. Issue nyingine ziko very serious. Mtu baada ya kwenda hospitali anaenda kwa waganga wa kienyeji, wakifika kule kinachofanyika hata akihusiani na tatizo la mtu, mwisho wa siku unakuta mtu anafariki kwa sababu amechelewa kupata huduma ambayo alipaswa kuipata. Use charcoal or ash for brushing. Hii nimeongelea kule juu. Pia matumizi ya majivu pamoja na mkaa kwa ajili ya kubrush meno. Some people use charcoal or ash instead of toothpaste, although it removes stain. Frequent use can damage enamel. Traditional tooth extraction by healers. Hii inaongelea kwa watu wazima. Some people visit the traditional healers for tooth extraction instead of dental clinics. Often extractions are done without anesthesia and sterile equipments, ambayo inapelekea riski kama hizo hapo. Infection, tetanus, mtu anapata infection, anapata tetanus pamoja na excessive bleeding. Na mara nyingi watu ambao wanaenda kung'oa meno kwa watu wataalamu wa kienyeji hao wanakuwa hawang'olewi jino lote. Mara nyingi wanakuja hapa anakuwa ametolewa hii enamel layer peke yake, wakati jino lina enamel, lina cemento enamel junction, lina root, lina mzizi. Kwa hiyo unakuta mzizi umeachwa ndani, yeye hajui kama ameachiwa mzizi. Anakuja hapo ana complain pain, yani bora hata maumivu anayopata ni bora ambayo yale aliyokuwa hajang'oa jino, kabla hajang'oa jino ni bora kuliko ambayo anayapata wakati wa kutolewa hiyo enamel layer. Na ndio maana kuna katika dentist, mtu akija kama unaona extraction ni difficult extraction, it's better au una vifaa ambavyo havitoshi kufanya hiyo procedure, it's better ukampa referral au ukampangia appointment aje siku ambayo utakuwa uko prepared, kuliko ukamng'oa jino ukamwachia mzizi. Yani unakuwa umemzidishia matatizo. Bora ungemwacha tu, usingemgusa. Maumivu yanakuwa ni more severe. Application of clove or local alcohol. Watu wanatumia hizo karafuu pamoja na pombe za kienyeji hizo, wanaweka kwenye zile cavity au kwenye yale meno ambayo yanauma. Mwingine anatumia hiyo pombe kama kusukutua, akiamini kwamba inamsaidia kutibu na kumaliza tatizo alilonalo. Clove and local alcohol are commonly applied to painful teeth. Clove contains eugenol, which reduces pain temporarily. Clove inatuliza maumivu, ni sahihi, lakini ni temporary, sio kitu ambacho ni permanent. Ukifanya unakuwa umesolve kabisa tatizo lako, hapana. Temporarily itakusaidia but does not cure infection. Kama una infection, hii clove au karafuu haiwezi kumaliza infection. Pia hata ukija katika field ya dental, kuna material ni temporary filling material, ina hii clove ndani yake, oil of clove ambayo ni eugenol. Tunaitumia kuzibia watu meno temporary, na baada ya mwezi mmoja anakuwa anarudi. Mwezi mmoja na wiki mbili anakuwa anarudi kwa ajili ya kumonitor yale maumivu aliyokuwa anasikia yameisha au anaendelea vipi. Kama yameisha ndo tunampeleka kwenye permanent filling. Kwa hiyo clove inatuliza maumivu temporary. Usitumie ukaitegemea sana kwamba unakuwa umemaliza tatizo, hapana, sio kweli. Kwa kuhitimisha, myth and traditional dental practice are influenced by, hivi vitu vinapelekewa au vinahimizwa sana na hizi cultural beliefs. Limited access of dental services, poverty, lack of oral health education, ukosefu wa elimu ya afya ya kinywa na meno. Kukosa elimu ndo kunapelekea sana watu wana practice hivi vitu. Kuna watu wako vijijini
elimu bado hazijawafikia, wengine wapo mjini lakini pia hawajaweza kupata hii elimu. Kwa hiyo mwisho wa siku inawapelekea kufanya hivi vitu bila kujua vina madhara. Umaskini, mwingine anaanza kuwaza sasa kwenda kung'oa jino pale ni shilingi 20,000 au ni shilingi 30,000, kumuona daktari labda ni 15,000, kung'oa jino ni 20,000, na hapo jino labda sio kwa hapa kwetu, labda sio impacted ni 50,000. Sasa mimi hapa nilipo nina shilingi 5,000, si nikachukue tu dawa za maumivu hapa ninywe niendelee kusubiri? Kwa hivyo umaskini unapelekea sana haya mambo kuwepo. Pia access ya dental services, huduma ya afya ya kinywa na meno, kuna baadhi ya watu maeneo waliopo hazijawafikia sana, kwa hiyo inawapelekea kuendelea kushikilia hizi mila na desturi zao za jadi instead kuwa updated kwenye mambo ya kisasa, matibabu ya afya. Jambo nyingine ndio hilo, imani tu, imani za watu. Mwingine ana imani kali, anakuja hapo unampa elimu, yani haelewi, inabidi utumie njia ambazo wewe unazijua kumconvince huyu mtu akubaliane na wewe. Yani unaona kabisa hili jino, mtu amekuja tu jino limetoboka, alimuumi, unamconvince, yani kitendo cha kumshauri akubali kuziba hilo jino, mtachukua nusu saa hapo, lisaa lizima unaongea naye kwa sababu unamhurumia huyu mtu. Ana miaka labda 19 au ana miaka 20. Akitoa hili jino, ni jino ambalo ni permanent. Hawezi, ndio atakuja kuweka denture, lakini denture haiwezi kufunction kama jino lako asilia. Kwa unaanza unamshauri, mwingine anakataa kabisa, mwingine yani kashapandikizwa huko nyumbani kwamba yani dawa ya jino ni kung'oa. Kwa unakuta mwisho wa siku anakwambia ning'oe tu, yani daktari mimi sitaki kusikiliza, yani hapana. Kwa community awareness and dental health education are important to reduce harmful practices while respecting culture.